kesho na kuendelea mpaka siku ya Jumapili. Mwanzo 41 mstari wa 50 mpaka wa 52. Tuko tayari kusoma kwa ushindi? Asante sana. Tuinue sauti zetu kubwa sana, tusome wote. Kabla ya kuja miaka ya njaa, Yusufu akazaliwa wana wawili ambao Asenati binti Potiferi kuhani wa Oni alimzalia. Mstari wa 51, Yusufu akamuita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase, maana alisema, Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote na nyumba yote ya baba yangu. Mstari wa 52 na wa mwisho, na wa pili akamuita jina lake Efraim, maana alisema, Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Naomba katika mstari wa 51 uweke mkazo kwenye lile neno kabla ya kuja miaka ya njaa. Tuseme wote, kabla ya kuja miaka ya njaa. Tuseme kwa ushindi, kabla ya kuja miaka ya njaa. Mstari wa 51 Biblia inasema Yusufu akamuita jina lake yule aliyezaliwa kwanza Manase. Tuseme wote Manase. Manake Mungu alimsahaulisha taabu zote. Mgeukie jirani yako mwambie, Bwana atakusahaulisha taabu zote. Naona inakuwa hivyo katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 52 anasema, na wa pili akamuita jina lake Efraim. Tuseme wote Efraim. Haya si ndo majina ya kuchukua kwa wapa watoto wetu jamani? Unamuita sijui Mlingano sijui nani. Majina ndio haya. Akamuita Efraim. Mwambie jirani yako, mgeukie mwambie Efraim. Mwambie Bwana atakufanikisha sana mpaka utashangaa wewe. Amen. Naomba tuketi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mahali hapa ni pazuri sana. Yaani wapi pengine? Jadon. Jadon anaenda kuhudumu mahali, lakini kijana wetu, mimi nampenda huyu kijana. Amekuwa na sisi hapa. Simama tu hapo mwanangu, watu wakuone. Huyu kijana wetu alikuwa hapa wakati anahudumu. Kijana wangu Presley ndo alikuwa mdogo. Jadon alikuwa anavaa buti. Kwa hiyo mtoto wangu akawa anapenda buti za Jadon. Ndio kitu ambacho alikuwa amekishika. Ndio lugha za mwanzo. Lugha za mwanzo ambazo Presley alizishika ni buti za Jadon na wimbo wa Jojo anasema baba unatisha. Yeye akanasema baba chicha. Ndio maneno ya kwanza ambayo alianza kujifunza. Kwa hiyo kijana wetu Jadon huyo tumekuwa naye hapa. Nashukuru sana kwamba umekuja kutusalimia. Sasa hivi anaishi Marekani, lakini amekuwepo hapa tangu asubuhi na amekuja kushiriki na sisi. Bwana akubariki. Peleka salamu zetu ukienda huko. Asante sana. Tupige makofi kwa ajili ya Jadon. Amen. 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 Kitu ambacho nataka niongee mchana huu wa leo, kama unaandika, andika elewa nguvu ya ushawishi katika kuoccupy. Andika hivyo hivyo. Elewa nguvu ya ushawishi katika kuoccupy. The power of influence in order to occupy. Elewa nguvu ya ushawishi katika kuoccupy. Neno ambalo Bwana kama wahudumu tunashindwa kuyasimamia vizuri. Naomba tujifunze kuheshimu nyumba ya Mungu. Huwezi kukaa pale nyuma, sisi tuko ibadani, wewe unaongea na simu, sisi tuko ibadani hapa. Ni vitu vya ajabu sana ambavyo watu ambao hawaelewi utaratibu wanavifanya. Tuheshimu nyumba ya Mungu. Elewa nguvu ya ushawishi katika kuoccupy. Naomba kama unaandika uandike neno hilo. Naomba uelewe ya kwamba kumiliki ni neema. Jamani, sawa sawa? Anza na hilo. Kumiliki ni neema. It's just the grace of God. Mungu ametupa mwaka 2026 na Bwana ametupa neno hili occupy. Hebu tuseme wote occupy. Hizi sauti za watu 1000 kweli. Hebu tuseme tena occupy. Bwana ametupa neno hilo occupy katika mwaka wa 2026.
Na tumesema maana ya neno hilo occupy, maana yake fanya biashara, fanya kazi, tengeneza faida, miliki kwa faida. Mungu atupe kumiliki na kufanya kazi na kupata faida. Kama unakubali sema amina kwa Bwana Yesu. Na iwe hivyo kwako. Sasa unajua matamko huwa yanakuja, lakini kazi ni kwetu katika kupokea na kuyaweka kazini. Kuna wengine litabaki tu neno occupy. Pastor Philip alisema tukisema occupy tunaitikia take over, iwe hivyo tu na ukashangilia ukabakia hivyo na ikaenda. Lakini kuna mwingine anachukua kama neno la Bwana na anaenda kuliweka kazini ili kuona matokeo. Kwa hiyo tunapokuwa katika mazingira kama haya, ndugu zangu, ya uwepo wa Mungu, Mungu anatupa neema ya ajabu ambayo inatusaidia maisha yetu yawe na mwendelezo ambao utasababisha Mungu atukuzwe tukiwa tumebaki hapa duniani. Kwa sababu Mungu hajatuacha kwa bahati mbaya. Ingewezekana kabisa Mungu atuokoe tu alafu tukaenda wapi jamani? Mbinguni. Lakini ametuacha kwa kazi, sawa sawa na Mathayo 28 mstari wa 19, ili kwamba na wengine wavutwe kwake, lakini kwa ushuhuda ambao sisi tunao wa maisha yaliyobadilishwa. Semeni amina wana Calvary. Kwa hiyo nataka hili jambo liwe halisi kwako. Kwa hiyo namna ya kuimarisha uwezo wako katika kumiliki, lazima uelewe ya kwamba Bwana anaweza kukusaidia ukaimarisha uwezo wako kumiliki hata katika mazingira magumu. Hilo ndilo jambo ambalo nataka nikutie moyo sana asubuhi ya leo, mchana huu. Labda nitakuwa katika modi ya kufundisha zaidi, kwa sababu kuna namna ambayo katika maisha yetu tunaona ya kwamba kuna vitu vikitokea, kuna hali ikitokea, au kama kuna mahali tunaambiwa miliki au tawala hapa, unaona kama ni ngumu, haiwezekani. Lakini kuna namna ya uwezesho ambayo unaipokea kutoka kwa Bwana, unaweza kumiliki na kutawala hata katika mazingira magumu. Nisaidieni kusema amina watu wa Mungu. Kwa sababu ndugu zangu, nyakati hubadilika. Sio kila siku ni Jumatatu. Sio kila siku ni Jumapili kama leo. Si unaona hii siku ni furaha sana eh? Tunafurahi, tunacheza, tunaruka na kila mtu anatoa dance yake hapa. Lakini kesho tunaenda kwenye maisha halisi. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Siku hazifanani. Lakini kitu tunachomwamini Bwana ni hichi: tutafanya biashara hata atakapokuja. Wanaokubali waseme amina. Weka mkono moyoni, sema Mungu Baba, sawa sawa na neno lako, nitafanya biashara hata utakapokuja. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo naomba mapema kabisa niseme, mwaka huu tunakataa visingizio, udhuru, kujitetea. Hayo mambo yote tunayaweka pembeni. Mwaka huu hakuna kulala. Waliokuwepo Ijumaa tulisema, mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anafundisha akasema, hakuna kukaa, hakuna kulala, hakuna kujihurumia. Jamani, imetosha kuonekana sisi ni wanyonge. Imetosha. Nyie hamuoni hivyo jamani? Imetosha. Mwaka huu tunasema hakuna kulala, hakuna kujihurumia. Na mimi nakutia moyo, amua kufanya kitu. Amua kabisa, weka azimio. Weka azimio. Wengine tumeomba ibada ya pili, tumemwamini Bwana kwamba tutafanya kitu kingine, inawezekana ni kigumu au sio cha kawaida au cha zaidi, na kuomba katika jina la Bwana Yesu Kristo, huo moto usizime. Ukitoka hapa kafanye kitu. Sijui nisemeje mnielewe, lakini ninasisitiza katika Bwana ya kwamba huu ni mwaka wa kufanya kitu. Nenda kafanye biashara, nenda kazalishe. Jamani, kama ni kulima, nenda kalime. Kama ni huduma, mwambie Bwana, mwaka huu sitatulia, nitafanya kitu. Nitafanya kitu. Tumesoma
katika kitabu cha Mwanzo 41. Bwana akinipa neema nitaelezea kidogo maandiko hayo, lakini nataka uone jambo hilo ni la muhimu sana. Na mimi nasema hivi, kwa wale wote ambao wanamwamini Bwana na wanaamua kuchukua hatua, mimi nasema kwa jina la Yesu Kristo, Mungu atakushangaza. Wanaokubali waseme amina kubwa zaidi. Mungu atakushangaza. Na mimi nikuombe, na huyo jirani yako nimwambie mapema kabisa, anza kuzoea kuona Mungu anambariki mtu mwingine zaidi kuliko wewe ulivyobarikiwa. Si umpe huo ujumbe, mwambie anza kuzoea kuona kwamba Bwana anaweza kanibariki kukushinda. Anza kuzoea na kutayarisha mapema, kwa sababu kuna watu wana ile insecurity, kuna wale watu wanajisikia kama huyu vipi, mbona anapendeza sana kuliko wengine, wewe vipi, mbona hizo mbona tunazikataa kuanzia sasa. Bwana akupe neema, anza kuzoea. Jamani, tunaenda pamoja. Na mimi Calvary nimekuwa nikiwafundisha, ukifurahia mafanikio ya mwenzako, unajiandaa Bwana kukufanikisha na wewe. Semeni amina watu wa Mungu. Anza kuzoea. Usijisikie vibaya, usijisikie nini. Anza kuzoea mapema kabisa. Jumatano Dr. Eliesh alituambia, unapotenda alilokuitia Mungu, unaweza kusahau hata kula chakula. Waliokuwepo mnakumbuka, si ndivyo? Unaweza hata ukasahau, kwa sababu unajua ukifanya kitu unachokifurahia, kuna a sense of satisfaction. Kuna namna ya kujisikia kama umeshiba hivi. Yaani unasikia tu namna fulani nzuri. Akatuambia hivi, ili kuoccupy, muombe Mungu akusaidie usifanye yasiyokuhusu, fanya yanayokuhusu. Na mimi naomba Calvary tuache kukopi na kupesti. Fanya mambo yanayokuhusu. Kuna vitu ambavyo Bwana amekuwekea kwenye njia yako, na hivyo ni vya kwako. Wewe unaweza ukafanya, usividharau ukaona ni vidhaifu. Mimi nasema kwa jina la Bwana, hivyo ndivyo vitu vitakavyokutoa. Utashangaa Bwana amekupa neema, utashangaa Bwana amekufungulia mlango, utashangaa Bwana amekuunganisha na watu. Fanya mambo yanayokuhusu. Sema amina kwa Bwana Yesu. Kabisa, fanya yale yanayokuhusu. Na mchungaji alituambia, sisi tulio ndani ndio tutaamua walio nje waje ndani au wabaki nje. Swala la kuoccupy sio maneno, ni vitendo, ni maisha. Tulipokuwa tunazungumza kuhusu kujiweka wakfu kwa Bwana hapa, tukawa tunazungumza kwa habari ni kutengwa, kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Bwana. Sisi tulioko huku ndani ndio tutaamua jamani, walioko nje waingie au wabaki huko nje. Namuomba Bwana apindue maisha ya watu mahali hapa, waanze kuona ya kwamba maisha yao ni ushuhuda, na wakitembea na Bwana kwa uaminifu, Bwana atawavuta wengi waje kwake, na jina la Mungu Yehova litatukuzwa. Tumpe makofi Bwana Yesu kwa uaminifu wake. Kwa hiyo jambo ambalo nataka uanze kumwomba Bwana, kwa sababu leo ni siku ya maombi, hata kama tutaomba, uchukue maombi haya, weka kwenye andiko lako na umwambie Bwana, oh Lord, position me to occupy the place of my relevance. Bwana, niweke mahali ambapo panaendana na wito wangu, ili niweze kuoccupy sawa sawa. Hilo ni jambo lako la kuomba ambalo utaenda nalo mbele za Bwana kwa muda wako. Bwana, niweke mahali ambapo panaendana na wito wangu ulioniitia, ili niweze kuoccupy sawa sawa. Ndugu zangu, hatufanani. Kila mmoja wetu kuna namna Mungu amempa eneo lake la ushawishi, kila mmoja wetu. Kwa hiyo lazima umwambie Bwana, nisaidie nikae katika eneo langu la ushawishi,
eneo ambalo linaendana na wito wangu, na nikikaa hapo nifanye vizuri sawa sawa, ili nikapate kuweza kuona maongezeko na mazidisho. Na ndugu zangu, tukikaa hivyo tutaacha kusumbuana, na tutaacha kuoneana wivu, na tutaacha kuona huyu mwingine sijui yuko namna gani. Utafurahia eneo lako, utalifanyia kazi, na yule atafanyia eneo lake atalifanyia kazi, na Mungu wetu atatukuzwa jamani, na nyumba hii itakuwa nyumba ya baraka kwa kila mmoja anayeingia mahali hapa. Nisaidieni kusema amina kwa Bwana Yesu. Yusufu alijua eneo lake la ushawishi ni kutafsiri. Alijua kabisa kwamba eneo langu mimi la ushawishi ni kufanya nini jamani? Kutafsiri. Iwe ni mazingira, atayatafsiri. Iwe ni ndoto, atafanya nini jamani? Atatafsiri. Iwe ni mafumbo na maono, atafanya nini? Atatafsiri. Na ukisoma neno la Mungu utaona Yusufu alitumia vizuri eneo lake. Alijua ana neema ya kutafsiri mazingira na kuelewa nini kinapaswa kufanywa. Alijua kabisa. Alijua ana neema ya kutoa ushauri, kukwamua hali na mafumbo magumu ya maisha ambayo yamewashika watu. Na ukifahamu namna hiyo, lazima utajua ya kwamba liko eneo linalokuhusu. Na watu wengi tangu Jumapili, na watu wengi ambao wamekuwa wakiendelea kusimama hapa, wamezungumza kwa habari ya territory. Tuseme wote territory. Eneo lako. Na mimi nimesema hata wakati waimbaji wanaimba hapa, nikakumbuka ujumbe wa rafiki yangu mchungaji Tony Kiama. Alikuja hapa akasema kajikatie. Nenda na wewe kajikatie territory yako. Lakini sasa sio kwenda tu na kupima miguu na kusema hii ya kwangu. Hakuna territory ambayo haina mtu mwanangu. Lazima upambane. Semeni amina kwa Bwana Yesu. Mgeukie jirani yako mwambie pokea nguvu ya kupambana katika jina la Bwana Yesu. Kwa hiyo kuoccupy ni kuchukua umiliki eneo ambalo utapambana. Na ndugu zangu, Biblia inasema sisi ni wapitaji na watu wa namna gani jamani? Na wasafiri katika huu ulimwengu. Kwa hiyo hata Bwana anapotupa neema, ndio maana nimesema hivi, unaishi, unapanga, unafanya vitu vyako, lakini huko moyoni mwako unajua Bwana wako anaweza karejea wakati wowote. Usijisahau. Lakini lazima kuelewa ya kwamba kuna namna ambayo Mungu akikupa neema katika eneo lako, lazima ufanye sawa sawa. Lazima ufanye sawa sawa. Nilisoma mahali pamoja, nitatafsiri kwa Kiswahili. Nilisoma mahali pamoja, mtu mmoja wa Mungu aliandika hivi. Occupiers don't become like the land they occupy. Instead, they strive to mold the land they occupy into the image of their mother country. Nirudie kwa wale wanaoandika Kiingereza alafu nitatafsiri kwa Kiswahili. Anasema hivi, occupiers don't become like the land they occupy. Instead, they strive to change the land they occupy into the image of their mother country or motherland. Anasema hivi, wanaomiliki huwa hawafanani na nchi au eneo wanalolichukua. Badala yake huweka juhudi kubadilisha eneo wanalolimiliki lifanane na nchi ya asili yao. Nitarudia tena. Wanaomiliki huwa hawafanani na eneo wanalolichukua, kwa sababu liko hapa hapa duniani. Badala yake huweka juhudi kubadilisha eneo wanalolimiliki lifanane na nchi ya asili yao. Na ndio maana katika sala ya Bwana Yesu Kristo anawafundisha wanafunzi wake kuomba. Anasema hivi, mapenzi yako yatimizwe wapi jamani? Hapa duniani kama ilivyo wapi? Huko mbinguni. Kwa hiyo kuna uwezekano wewe mtoto wa Mungu Bwana akakupa eneo, akakupa neema katika eneo ulilo nalo,
kwa sababu ya nguvu ya ushawishi, ukasababisha lile eneo ambalo Bwana amekuweka likafanana na nchi yako ambayo wewe unatoka. Wewe ni wa mbinguni rafiki, ukasababisha lifanane na huko ulikotoka. Yani mbingu imegusa duniani kwa uwepo wako mahali ambapo Bwana amekuweka. Nisikie watu wa imani wanisaidie kusema amina. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa Bwana akakusaidia ukafikia hapo. Ngoja nikupe mfano. Wakoloni walipokuja Afrika, ninyi wote mnafahamu juhudi kubwa ambayo waliiweka, walihakikisha wanabadilisha nchi zetu zifanane na huko walikotoka. Kweli au si kweli jamani? Tukafundishwa Pecos, tukafundisha Raizoni, yani kila staili. Leo ukienda, wale ambao mmeenda ubalozi wa Marekani kwa visa au kwa kitu kingine chochote, sisi tuna mtoto wa Pamela anafanya kazi pale, mtoto dadake wako na ukiingia tu ile eneo, ukiingia pale haifanani na Bongo mwanangu. Yani ni kama umeingia Marekani. Haifanani kabisa. Kuna wazazi hapo watoto wao wamesoma shule moja inaitwa USIU, iko Kenya. Ukiingia kwenye ile campus ya ile shule, ni shule ya Marekani. Yani ni sawa na umeingia Marekani. Mazingira na vitu unavyoviona pale na hali jinsi ilivyo. Watu wanabadilisha mazingira. Nataka uelewe, Mungu anapokuweka usikazane kufanana na dunia. Badilisha dunia ifanane na mbingu sawa sawa na pale Mungu amekuweka. Sema amina kwa Bwana Yesu. Yusufu alipoingia Misri, Biblia inasema ya kwamba huyu wa Senati, mtoto wa kuhani Oni alikuwa ni kuhani wa Mungu jua. Yusufu amekwenda katika nchi ambayo hawamwabudu Mungu, hawamjui Mungu kabisa, na amepata huyu mwanamke ambaye baba yake ni kuhani wa abudu masanamu huko. Lakini Yusufu hakubadilishwa na Senati, lakini yeye Yusufu alihakikisha nyumba yake inabadilishwa, inakuwa kama nyumba ya Mwisraeli ambaye anamjua Mungu wake. Anawapa watoto wake majina ya Kiisraeli. Na Biblia inasema, ukiendelea kusoma vizuri hiyo story nzima ya Yusufu, utaona jinsi ambavyo kuna wakati Misri ikaogopa, kwa sababu Yusufu alipoingia akatawala, hakubakia yeye tu. Akaleta baba, akaleta ndugu, akaleta nani. Baadaye Waisraeli wakawa wengi mpaka wakataka kuifunika Misri. Mtu akamwambia mfalme, akamwambia tukifanya mchezo hawa jamaa wanachukua nchi. Walifanya nini? Walibadilisha Misri ikawa Israeli. Na kuambia hatutakimbia, tutabanana hapa hapa na tutabadilisha mambo haya, na Bwana atatusaidia. Tutainuliwa na sisi na tutakuwa watu wanaomtukuza Bwana. Wanaonielewa waseme amina. Hapa hapa. Yani Yesu akirudi anatukuta tulifanya yale ambayo alituagiza tuyafanye. Biblia inasema katika Luka 19 mstari 13, mstari wetu wa msingi. Luka 19:13, sema nyuma yangu. Akaita watu 10 katika watumwa wake, akawapa mafungu 10 ya fedha, akawaambia fanyeni biashara hata nitakapokuja. Kwa hiyo kama umesoma huo mstari vizuri, watumwa ni wanani? Au hao watumishi walioitwa ni wanani? Nani alikuwa na wamiliki? Hao watumwa ni wanani? Wa huyo bwana aliyowaita. Si anasema akawaita watu wake, si ndio maana yake jamani? Kwa hiyo wale watu walikuwa ni wanani? Wa huyo bwana mwenyewe. Fedha ilikuwa ni ya nani? Ya huyo bwana mwenyewe. Kazi ilikuwa ni ya nani? Ya huyo bwana mwenyewe. Tunaenda pamoja? Tunapomwamini Mungu kufanya biashara na kuoccupy, pokea maelezo kutoka kwa Bwana. Usiongeze vitu vyako, fanya yale ambayo Bwana anakuelekeza, kwa sababu wewe ni wa Bwana. Maelekezo ni ya Bwana, kazi anayokupa kufanya ni yeye Bwana. Ukimtazama yeye, nakwambia kila kitu unacho cha kufanya. Sema amina, mtoto wa Bwana.
Kwa hiyo kuoccupy sio maneno. Mwambie jirani yako, kuoccupy sio maneno, ni utendaji. Ni utendaji. It's not just mere words, it's action. Vitendo. Bwana ametupa ndugu zangu maelekezo. Anasema fanya biashara, jishughulishe, tumika na kipawa ulichonacho. Unapofanya chochote, kumbuka sio kazi yako jamani, ni kazi ya nani? Ya Bwana. Amekupa wajibu, unafanya kazi yake. Anasema niwakilishe vizuri hapa duniani. Kuna wengine tunafanya hizi kazi kama tumepewa na mtu au kama kazi zetu, na kwa sababu hiyo hatufanyi kwa hofu na kutetemeka, tunafanya tu hivyo. Lakini nakutia moyo mchana huu wa leo, fanya unalolifanya ukijua ni Bwana amekuagiza, na yeye yuko careful kwa sababu amekuagiza, atakuwezesha. Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 7. Wakorintho wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 7. Andika, tutakusomea. Anasema hivi: ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Askari gani? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi hilo? Na kutia moyo katika jina la Yesu Kristo, kama Bwana amekupa hicho kipawa, amekuweka hapo, Bwana anategemea umwakilishe sawa sawa. Atakupa maarifa, atakupa hekima, atakupa ujuzi, atakupa uwezesho ili hiyo kazi ikamilike. Sema amina, watu wa Bwana. Sasa yapo mambo ambayo Bwana anakupa kama nyenzo tendaji. Nyenzo tendaji. Kwa Kiingereza wanasema resources. Yapo mambo ambayo Bwana anakupa kama nyenzo tendaji. Lazima uyazingatie sana haya. Nitayataja mambo kama 3 au 4 ambayo yako hapa. Jambo la kwanza ambalo Mungu anakupa, jambo la kwanza ambalo Mungu anakupa ni fursa na muda. Andika, fursa na muda. Fursa na muda. Lazima uwe na mkazo kuona fursa na kutumia muda vizuri katika fursa zinazoachiliwa. Jifunze kuona fursa zinazofunguliwa. Na mimi nimekuombea mwaka huu macho yako yafunguke, uone fursa. Bwana akufungue macho vizuri. Kuna mambo ambayo tulikuwa tunasema hayatuhusu, na kuambia hivi, kila kitu kinatuhusu. Semeni amina kwa jina la Yesu Kristo. Tukielewa vitu hivi vinatuhusu, tutaacha kulalamika. Tutaacha kulalamika. Ziko fursa katika eneo la kisiasa. Ukiona fursa, Bwana akupe macho ya kuiona, uifanyie kazi. Fursa katika eneo la kiuchumi, tuliambiwa Ijumaa usiku. Fursa katika eneo la kijamii, fursa katika eneo la kilimo. Bwana anaachilia hizi fursa. Anatakiwa awepo mtoto fulani wa Mungu ambaye atamiliki mahali pale, achukue hiyo fursa, alafu wafanye vizuri, waseme hivi, kumbe na walokole wakogo hivi ndio wapo. Na mimi nasema watatokea Calvary, wapo hapa, wapo. Kwa hiyo unamwambia Mungu, mwaka huu nipe macho ya kuona fursa. Zipo kabisa. Zaburi ya 24, Biblia inasema hivi, Zaburi ya 24 inasema hivi: dunia ni mali ya Bwana. Sema nyuma yangu, dunia ni mali ya Bwana na vyote vilivyomo. Sema kwa sauti, ulimwengu na wote wanaoishi ndani yake. Wote ni mali ya nani jamani? Mali ya Bwana. Usiniambia haikuhusu, inakuhusu. Ona hiyo fursa.
Ona hiyo fursa na uichukue kama ni fursa imefunguliwa. Usiangalia hayo mambo kama ya watu wasiomjua Bwana. Kuna watu vitu vikitokea, tenda zikitokea, mambo yakiwa wasema, haya ni ya watu wasiomjua Bwana. Leo nimekuja kubadilisha mtazamo wako katika jina la Yesu Kristo. Tuache kulalamika, tuchukue fursa. Ni ya kwako wewe, mtoto wa Mungu. Mwaka huu mwambie Bwana, nipe kuchukua fursa. Tenda ya kujenga madarasa, na wewe ni mjenzi mzuri, hiko tenda kujenga madarasa huko ya shule sijui za nane, chukua fursa. Tenda ya kujenga dispensary na vitu kama hivyo, tenda ya kuchukua sijui pesa za Mama Samia uziweke ili na wewe mwenyewe uanze kuwapa watu mikopo, chukua fursa. Tenda ya kuenda kununua madini na kuuza. Kila kazi ni ibada, mradi inafanywa kwa hofu ya Bwana. Semeni amina, watu wa Bwana. Mgeukie mwenzako mwambie, anza kuona fursa. Haya mambo hayatuhusu, ni shetani. Alafu mambo yakipinda kabisa, vitu vigumu, ndugu zangu naomba mniombee. Jamani, Bwana anitoe kwenye hili kongwa la umasikini. Kongwa la umasikini ndio tunakutoa sasa hivi katika jina la Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, tunatoka katika jina la Bwana. Katika sehemu hiyo ya kwanza, na kuomba mwana Calvary, usitumie muda wako vibaya. Mzee Victor Katambala alituambia, usitumie muda wako vibaya. Muda ni pesa, muda ni mali. Tumia muda wako vizuri. Biblia inasema kabla ya miaka ya njaa kuanza. Tumesoma ule mstari wa Mwanzo 41 mstari wa 50. Biblia inasema kabla ya miaka ya njaa kuanza. Hiyo ina maana Yusufu alipata wana kwa kuelewa timing. Wakati gani nipate wana? Ndio maana Biblia inaweka hilo neno hapo, kabla ya miaka ya njaa kuanza. Dogo chap akapata watoto wawili. Hilo ni swala la timing. Timing. Ngeukie mwenzako mwambie hivyo kwa Kiingereza, mwambie timing. Maana yake alielewa wakati wa kupata wana. Alielewa. Unajua unaweza kufanya jambo zuri sana, lakini si wakati wake likawa baya sana. Na wakati mwingine sisi walokole ni stadi sana wa mambo hayo. Jambo zuri sana lakini walifanya si wakati wake. Alafu ukielezwa wanasema, hamjui ili ni kusudi la Bwana. Mungu mwenyewe ni wa utaratibu. Mungu ni wa utaratibu. Ndio maana hata kanisa la Korinto na mengine alivyoenda yanapinda, Paulo akaenda akawakemea, akawaambia lazima muende kwa utaratibu, kwa sababu Mungu ni wa utaratibu. Kanisa la Calvary liseme amina kwa Bwana Yesu. Lazima ujue namna ya kutumia muda wako vizuri. Hilo ni jambo la kwanza. Hiyo ni nyenzo. Jambo la pili kwa wale wanaoandika. Jambo la pili ni ushawishi. Andika. Ushawishi. Kila mtoto wa Mungu aliyeokoka ana eneo lake la ushawishi. Si nimesema hilo? Kila mmoja wetu, kwa vipawa, kwa karama, kwa elimu ya shule, kwa kazi, mahali umeajiriwa, kwa biashara, kwa chochote, kwa huduma, kwa utendaji, kila mtoto wa Mungu ana eneo lake la ushawishi. Mwingine anaweza kuwa na ushawishi zaidi kuliko wengine, lakini hakuna asiye na eneo lake la ushawishi. Hata huyo uliyekaa naye hapo ambaye anajidharau, anaona kama hawezi, nakwambia kila mmoja ana eneo lake la ushawishi. Swala ni kwamba hatujaichukua hiyo kama nyenzo ya kututoa. Hatuiangalii kama nyenzo ya kututoa. Bwana anakupa hiyo kama nyenzo. Lazima ujue na uitumie vyema. Ujue kwamba eneo lako la ushawishi ni wapi, na unawezaje kulitumia ile eneo lako kuoccupy ili ufanikiwe. Mwingine eneo lake la ushawishi jamani ni kuongea, si ndio?
na akigundua anaweza kutumia eneo lake hilo la ushawishi kuwa MC mzuri sana, na mkafurahia kila anapoongoza sherehe. Mmeshawahi kuona hao ma MC? Mimi na mke wangu wakati mwingine huwa tunaenda sehemu, alafu tunaona mtu jinsi anavyoongoza, tunasema jamani, huyu anachosha, yani angetafuta kitu kingine cha kufanya. Lakini kuna mtu mwingine anaongoza, unasema oh my goodness, nikae kwenye hii sherehe mpaka mwisho. Wangapi mmeshakutanaga na watu wa namna hiyo? Unafurahia, amegundua eneo lake la ushawishi. Anajua mimi nikiongea vizuri hapa, nikasherehesha mambo, watu waondoke kwenye sherehe. Mimi huwa napata changamoto kidogo, na nimeanza kumsumbua mke wangu. Yaani siwezi kukaa kwenye sherehe. Yaani mimi nikishafika nikifungua natamani kuchomoka saa hiyo hiyo. Mke wangu ananiambia, "Si uwe na utulivu na wewe. Mbona unaondoka? Kaa tulia." Nikipata MC mzuri mke wangu mimi nakaa na tulia. Tulia. Lazima uelewe eneo lako la ushawishi. Mgeukie jirani yako mwambie, elewa eneo lako la ushawishi. Kuna mwingine eneo lake la ushawishi ni kufundisha mitandaoni. Mmeshawaona jamani? Kuna ule ndugu amekuwa sasa hivi waziri wa vijana sijui na nini. Mwalimu mzuri sana, si ndivyo? Wakati wa mwaka jana tulitamani kumleta ndio kaa kwenye kampeni akashindwa kuja. Kuna wengine amejua kwamba yeye akikaa akifundisha pale watu wanaelewa vizuri. Si ndivyo? Ameelewa nini kinamfanya afanikiwe, ameelewa eneo lake la ushawishi. Usiwashangae hao na kuwapigia makofi, na wewe una eneo lako la ushawishi, na wewe unalo. Sema amina kwa Bwana Yesu. Mungu amekupa kila mmoja. Mwingine ni mahali ambapo Mungu amekuweka kimkakati. Mahali ambapo Bwana amekuweka. Hauko mahali hapo jamani kwa bahati mbaya. Umewekwa kwenye ofisi na unafanya kazi pale. Eneo lako la ushawishi, lazima umwamini Mungu kuathiri eneo hilo na kuoccupy kwa ajili ya Bwana. Nimwambia Mungu, utanisaidia labda wakati huu nianze kutembelea washirika wangu makazini mwao, niulize wanafanyaje kazi zao. Kwa sababu tunataka mwaka huu tuondoe aibu katika jina la Yesu Kristo. Wanaonikubalia waseme amina. Imetosha kusema huyu naye ni wa Calvary. Pastor, huyu ni mshirika wenu. Jamani, kwa nini hivyo? Ibadilike katika jina la Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, ibadilike katika jina la Yesu Kristo. Yusufu alielewa kila alipowekwa anaweza kuathiri kwa nguvu ya ushawishi. Haijalishi ni mahali pazuri au pabaya. Alijua anaweza kuathiri kwa sababu ameruhusiwa kukaa hapo, ataathiri. Alijenga ushawishi akiwa nyumbani kwa ndugu zake mpaka wakamchukia. Kweli au si kweli? Alijenga ushawishi kukaa kwenye shimo walipomtumbukiza kule mpaka akauzwa. Kweli au si kweli? Alikaa vizuri shimoni mpaka akaonekana huyu dili anafaa kuuzwa. Alijenga ushawishi nyumbani kwa Potifa mpaka mke wa Potifa akamtaka. Dogo alikaa vizuri mpaka mama kaona boyfriend ndio huyu hapa sasa. Alikaa vizuri, alikuwa anajenga ushawishi. Alijenga ushawishi hata alipotupwa gerezani, akakaa vizuri mpaka akawa mkuu wa wafungwa wote. Dogo kakaa vizuri gerezani, wafungwa wote wakawa wanamsikiliza. Akajenga ushawishi mbele ya Farao mpaka akapewa cheo. Akajenga ushawishi kwenye cheo chake mpaka akahamisha familia yake yote ikaja Misri. Na kuombea na wewe ukafanya hivyo hivyo katika jina la Yesu Kristo. Sisi hatukimbiagi maeneo mwanangu, hatukimbii, tunabadilisha hayo maeneo. Na nimesema marufuku kwa mwana Calvary kukimbia nyumba yetu kwa sababu kuna wachawi. Huyo mchawi aondoke yeye, wewe ubaki na jina la Bwana likatukuzwe. Piga kelele, sema amina. Aibu kubwa sana mtu kama mtaa, wacha mchungaji, Bwana amenionyesha mtaa huu na wachawi wengi sana. Nimeona kwa ajili ya kusudi la Bwana na maisha yangu nihame mtaa huu niende mtaa mwingine. Wewe umechoka, umepinda. Umechoka, umepinda. Yule mchawi ndio anatakiwa. Mke wangu amehamisha watu, amefunga baa. Yaani alikuwa akisikia tu kelele hivi nini, mama anahama kitandani saa 8, mke wangu anaenda kumchukua. Vipi mama? Nafunga ile baa pale.
Ambia watu watakosa chakula chao, shauri yao, hawafai kuuza. Wanafunga. Presley, kweli au si kweli? Maza anafunga baa za watu. Usihame wewe, watahama wao. Sema amina kwa Bwana Yesu. Umewekwa pale, wewe una nguvu ya ushawishi. Na kuombea kwa jina la Bwana, Mungu akupe kutumia ushawishi wako kuathiri mazingira yako, ikutengeneze kibali na faida ili ufanye biashara mpaka Bwana atakapokuja. Nisaidieni kusema amina wana Calvary. Jambo la tatu ambalo Bwana amekupa kama nyenzo tendaji, fedha na mali. Fedha na mali. Biblia inasema katika ule mstari wetu wa Luka 19 mstari wa 13, akawapa watumwa wake mafungu 10 ya nini jamani? Mafungu 10 ya nini? Ukisoma Biblia nyambulishi, Amplified Bible ukiangalia, na Biblia zingine ambazo zinatoa maelezo, wanasema kwamba yamkini lile fungu ambalo kila mmoja alipewa wale watu 10 ni sawa na mshahara mzuri wa miezi 3 ya mtu. Leo tuchukue mshahara mzuri wa mtu tufanye mara 3, ndicho kiasi walichopewa. Sasa nataka uelewe hivi, fedha na mali ni nyenzo. Fedha ni nyenzo. Kila mtoto wa Mungu lazima ujue, fedha ulionayo Mungu ndiye aliyekupa, si yako. Anasema yeye mwenyewe akawapa watumwa wake mafungu 10 ya fedha. Si yako, ni yeye amekupa. Kila mtoto wa Mungu ambaye unaisikia hii sauti mahali hapa, fahamu ya kwamba fedha ulionayo na mali ulionayo si ya kwako, Mungu ndiye aliyekupa. Sema amina. Mungu ndiye aliyekupa. Usitumie kama unavyotaka. Lazima uitumie kama nyenzo na kwa maelekezo ya Bwana, kwa kumheshimu, ili yeye akutumie katika kuweza kufanya mbingu iguse dunia kupitia wewe kuwepo hapo. Lazima heshima ya Mungu wako ionekane mahali ambapo Mungu amekuweka na fedha aliyokupatia. Ndugu zangu, fedha ina nguvu ya kubadilisha mambo. Kweli au si kweli, watu wa Mungu? Money has power. Ina nguvu. Na ndio maana na sisi hapa Calvary Temple nawaombea kila mmoja wenu, Bwana awape fedha. Na itakuwa hivyo katika jina la Bwana. Pokea fedha na mali katika jina la Yesu Kristo. Kanisa la Calvary Mungu amelibariki. Na mimi nikagundua kabisa katika kuimarisha ushawishi huo wa fedha mlizonazo, nikaamua kuzitumia hizo fedha ambazo Bwana amewapa ninyi mahela. Nimezikamata na nazitumia katika umisheni. Bajeti yetu ya umisheni kwa mwaka ni milioni 400. Tunajenga makanisa, tunanunua viwanja, tunaenda safari za kimisheni. Tunaitumia fedha kama nyenzo ili Mungu wetu akatukuzwe. Semeni amina kwa Yesu Kristo. Simrishaona wenye viti wa vijiji wametoka huko sijui wapi, wamekuja wakasema tunashukuru mlitujengea, jamani Mungu awabariki sana. Wakisema hivyo mbingu inasikia, na kuambia mbingu inasikia na vitu vinabadilika. Na kuambia kuna watu mifuko yetu imeinuliwa kwa sababu tu tulitamkiwa, kwa sababu hata hao Bwana anaweza akawatumia. Punda aliongea. Nataka kuambia kama mpunda aliongea, Bwana anaweza kumtumia mwanadamu ambaye hakutegemea, akaongea jambo lizuri kwa ajili yako na likatokea katika jina la Yesu. Nisaidie kusema amina kwa Bwana. Mwanangu mmoja alikuja akaniambia, baba, nimewekewa hela kwenye akaunti yangu 60 million, lakini maelezo yake sijaelewa vizuri. Najua zimetoka wapi, lakini maelezo yake sijaelewa vizuri. Nikamwambia, mwanangu, tulia. Atamia hilo jambo kwa wakati wa Bwana. Maturity ikifika, kuna vitu vitabadilika tu. Ngoja nikwambie, wewe una kibali cha kimungu cha ajabu ukikaa vizuri na Mungu.
Na kuambia kweli kabisa, una kibali kizuri cha Mungu ukikaa vizuri na Bwana. Baadaye wale watu waliweka hela, wakamtafuta, wakamuuliza ile hela vipi? Akawaambia kwani vipi? Asema hujaitumia mpaka sasa? Akamwambia sijaitumia, iko vile vile. Nyie mlifikiri mimi mtego, mlikuwa mnakusudia gani? Baadaye maelezo yalivyotoka, ilikuwepo portion ya kwake ya kutosha, na ilikuwepo portion nyingine ya kazi, na baadaye Bwana anaendelea kumnawirisha na anaendelea kukaa vizuri. Kwa nini? Alijua chochote kama fedha kikipita kwenye mikono yake, lazima Mungu wake atukuzwe. Nisaidie kusema amina, maana unafuata wewe kupewa milioni 60 bila maelezo. Mimi siwaone watu waliopinda hapa. Mimi naona watu ambao Bwana amewafurahisha, amewanawirisha sana. Sema amina kwa Bwana Yesu. Piga kelele, sema tena amina kwa Bwana Yesu. Mimi nikuulize, wewe ni kati ya wale watu ambao wanashindana kuhusu kumtolea Mungu? Wewe ni kati ya wale watu unajiuliza nitoe zaka au nisitoe? Mimi ningewakutaga watu kwenye hiyo mijadala mpaka kwa online kuuliza hivi zaka ni la Agano Jipya au ni la, yani naona ni watu tu ambao wamepinda, hawaelewi. Watu wanao, Biblia inasema katika kitabu cha Danieli, watu wanaomjua Mungu wao watatenda mambo ya namna gani jamani? Biblia ya Kiingereza inasema mambo ya mlipuko. Kuna watu walibarikiwa na Bwana wakafika mahali wakasema issue ni 10%. Sasa Mungu amenibariki kiasi, nitakuwa natoa 90%, naishi kwa 10%. Kwa sababu 10% yake yani ndio budget ya Tanzania. Na mimi namuomba Mungu, na naiona Calvary. Naiona Calvary yangu ambayo Bwana anaiinua. Sema amina kwa Bwana Yesu. Mradi uelewe, fedha na mali aliyokupa Bwana ni kwa ajili ya ufalme wake. Tumia kama nyenzo. Usitumie kwenda kuharibu watoto wa watu na kwenda kufanya vitu visivyofaa. Sijui nani alisema hapa, akasema unashangaa mtu ameokoka, alikuwa amepinda kabisa, hayuko vizuri. Ni mzee George. Anaokoka mtu ndo anakuwa vizuri, anapata pesa. Eti kwa zile pesa ambazo na Mungu ndo amemfanikisha, ndo anasema hivi ngoja nijaribu pombe. Huwa pombe ikoje? Kwanza nasikia kinyaa kama kutapika. Ulikuwa hauko vizuri, Bwana amekufanikisha, amekuongeza, amekupa. Yani sasa ile pesa aliyokupa Bwana ndio unasema ngoja nikajaribu. Jamani, nakumbuka kuna wakati fulani kuna timu ya Injili, Mama Kimaro, sio nakumbuka ushuhuda. Wameenda wakamwombea baba mmoja wa Kimasai. Alikuwa haoni. Bwana akampa kuona. Alipopata kuona akasema, "Wow. Nilikuwa nakunywaga hii dadi bila kuiona. Sasa hebu ngoja nikaione. Ninywe nikiwa naiona." Sisi hatuko hivyo. Sisi hatuko miongoni mwao. Mwambie jirani yako, sisi hatuko miongoni mwao watu wa namna hiyo. Fedha na mali ni nyenzo ambayo Bwana anakupa ili kujenga ushawishi kwa ajili ya kuinua jina la Yesu Kristo. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 18, Biblia inasema, bali semeni nyuma yangu, sema kwa sauti kubwa, sema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Hizo sauti jamani sio sauti zinazonitia moyo. Fanya kwa kibinafsi, sema, bali nitamkumbuka Bwana Mungu wangu, maana ndiye anipae nguvu za kupata utajiri. Pause mpaka hapo. Maneno yanayofuata naomba uyasome mwenyewe, hata kimya kimya bila kusema. Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 18. Soma mwenyewe. Ukishasoma na mimi nitakusomea. Utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye anayekupa nguvu za kupata utajiri. Kuna reason kwa nini anakupa. Are we together? Jamani, tuko pamoja? Kuna reason kwa nini anakupa. Anasema hivi,
ili alifanye imara agano lake alilowaapia baba zako kama hivi leo. Yaani kama ilivyokuwa wakati huo, iwe hivyo sasa. Kama wakina mzee Kimaru walikuwa na agano na Bwana, alafu wakaendesha baskeli mpaka mbuguni kwa baskeli, Bwana anakupa wewe uwezo na utajiri ili wakati kama huu agano liimarike, lakini mbuguni watu wasiende tena na baskeli, waende na magari. Maana yake mali na nguvu Bwana amekupatia. Nilifurahia sana ile trip ya umisheni, watu wameenda na magari yao ya utalii. Vijana ambao, na yale magari yote hakuna la kuazima pale mwanangu, yote ni ya watu ambao walikuwa wanayaendesha, hakuna la kuazima hata moja. Wameenda magari, wamefika na ile injili ilikuwa ya shida, kwa sababu vijana walipofika pale wakiwa wanaanza kuhubiri na nini, wakiwa wanasema maneno ya Mungu, wale wapinzani wakaingia kwenye nyumba zao za ibada, si mnawajua, wakaingia kwenye nyumba zao za ibada, wakaanza kuongea maneno magumu. Hao wamekuja kwenye kijiji chetu wanatuletea mambo ya ajabu. Wakasema, lakini vijana na wao hawakuchoka. Wanaenda kwenye nyumba kushuhudia, wamama wanataka injili lakini wanaogopa kwa sababu wamezuiliwa na uume zao. Wanaogopa, lakini wale wanaoombewa kwa siri wanaombewa tu. Ile siku ya mwisho, na ofisi ya kijiji tumewajengea. Ile siku ya mwisho ofisi ya kijiji inazinduliwa, alafu magari kwa msururu yanaingia pale. Mwanangu, ile story ya kusema kwenye nyumba zao za ibada tena hawa mimi nafikiri kama wangepewa fursa pili wangesema jamani tunawataka njooni, maana yake nyenye ndio mnaleta maendeleo hapa. Fedha ina nguvu rafiki. Mgeukie jirani yako mwambie fedha ina nguvu. Ndio maana nimekuomba anza kufurahia ukiona Bwana anaanza kumfanyikisha mwenzako. Maana yake atapiga pamba, ataonekana vizuri, si ndivyo? Atakuwa anafanya vizuri, lakini akumbuke kuna ufalme wa Mungu wa kujenga. Nisaidieni kusema amina kwa Bwana Yesu. Semeni tena amina kwa Bwana Yesu. Nyenzo ya 4 na ya mwisho, nimalizie hapo. Nyenzo ya 4, nyenzo tendaji ya 4 ni kutembea katika roho, walking in the spirit. Hiyo nayo ni nyenzo. Sisi hatutembei kwa kuona, tunatembea kwa imani, tunatembea kwa roho. Nyenzo nyingine ambayo Bwana anakupa ili kujenga ushawishi popote ambapo Bwana amekuweka ni kutembea katika roho. Ukiwa mtu wa rohoni utafahamu kabla ya kuzalisha lazima ufike mahali pa kusahau. Andika hivyo hivyo. Kabla ya kuzalisha lazima ufike mahali pa kusahau. Mtu wa rohoni ndiye anayeelewa mambo hayo. Yusufu alikuwa anatembea katika roho. Mungu alikuwa anaongoza maisha yake. Kitabu cha Zaburi kinasema hivi, hatua za mtu mwema zinaongozwa na nani? Zinaongozwa na Bwana. Kutembea katika roho ni nyenzo, kwa sababu ukitembea katika roho kuna namna unaweza kuepushwa mahali ambapo mbinu za kibinadamu zisinge kuepusha. Umeepukaje? You are walking in the spirit. Kutembea katika roho. Yusufu alifahamu siri hiyo, alifahamu kabisa siri hiyo. Kwa hiyo alipopata kijana wake wa kwanza akasema hivi, huyu kijana wa kwanza nitamuita Manase. Kwa nini? Bwana nataka unisahaulishe kila magumu, kila uchokozi, kila wivu, kila kuonewa, kila chochote ambacho nimewahi kufanyiwa hata na watu wa damu yangu. Kuna mambo tunafanyiwa na watu ambao hatukutegemea. Na mimi wanawaambiaga watu kila siku, hakuna kitu kinauma kama kile unachofanyiwa na mtu ambaye ulitegemea akusaidie.
ndio anakuja anakueleza ujinga na upuuzi. Ukiambiwa na mtu mwingine barabarani huko, wala haipati shida, unasema kwanza hata sitakuona wewe, na nihusu nini? Imeisha. Lakini Yusufu alijua ana safari katika maisha yake. Kwa hiyo anapata kijana wa kwanza, anamuita nani jamani? Manase. Ndio kije jirani yako mwambie Manase. Kwa hiyo lazima ufike Manase kabla hujaenda Efraim. Lazima ufike Manase kabla hujaenda Efraim. Kama unataka Bwana akupe double for the trouble, kama unataka Bwana akupe mara mbili kwa magumu uliopitia, kama unataka Bwana kuinue kuliko ulivyofikiri, lazima ufike kituo cha Manase, umwambie Mungu nasahau yote. Sisemi hivi kama nasema jambo rahisi, lakini nasema hivi ili Mungu aendelee kufanya wewe kuwa mtu wa ushawishi. Kwa sababu kuna mambo mengine adui atakuwekea, kwa sababu anajua wewe ukitoka wewe ni bomu, utamlipua na ataisha. Kwa hiyo anaendelea kukuweka mahali pa kujisikia mnyonge. Kwa nini mimi? Kwa nini amenifanyia hivi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini? Adui hataki uende Efraim. Manake anajua mwanangu, wewe ukienda Efraim wewe ni noma, wewe ni hatari. Yusufu akasema hii dili mimi nimeijua hii. Dogo wa kwanza Manase, umenisahaulisha maumivu yote. Hapo wala ndugu zake hawajamtembelea, si unajua hawajaja. Akasema hata kabla hawajaja na wasamee juu kwa juu huko, juu kwa juu. Hata walipokuja, si unajua kale ka uchungu kale kidogo, akatoka kwanza akaenda akafuta mchozi Kevin, halafu baadaye akarudi. Walipogundua ni Yusufu wakajua tumeisha. Yusufu akamwambia msijali, nyinyi mlikusudia kwa uovu, lakini Bwana alikusudia kwa mema. Sema amina kwa Bwana Yesu. Ndio maana nimekuambia hivi, mwambie jirani yako, yani azoee kukuona Bwana anaweza kukubariki kuliko yeye, na atulie mwanangu, apige kimya. Atulie kabisa. Kwa sababu akikaa vizuri yeye ndo anafuata. Akamwambia msiogope. Unajua kwa nini? Kwa sababu Mithali 10:22 inasema hivi, baraka ya Bwana hutajirisha wala haichanganyi huzuni na hiyo baraka yake. Lazima ufike mahali pa kuelewa, you must walk in the spirit. Haya mambo hayawezekani kama utembei katika roho. Kama utembei katika roho utawabeba watu, moyo utajaa, utataka kubasti. Nilikuwa naongea na mtu mmoja akaniambia, mchungaji, nasikia kubasti. Akaanza kutetemeka. Mimi kafikiria amejazwa na Roho Mtakatifu, kumbe munkari. Nini niambie? Kajaza watu wamekaa kama ngumi, huyu anachomekea huku, huyu anachomekea huyu, anachomekea huku. Utakufa mapema kabla ya wakati wako. Yusufu hapaswi kufa, anatakiwa aishi, amhamishe baba yake na ndugu zake na watu wote wahamie huku, wakae mahali salama, aishi miaka mingi. Na mimi nakutamkia katika jina la Yesu Kristo, hutakufa wewe, bali utaishi uyasimulie matendo makubwa ya Bwana. Hutakufa wewe. Napomalizia, lazima ujue kusamehe mapema ili utengeneze njia yako ya kuoccupy. Kabla ya kuwa Efraimu, lazima ufike Manase. Ndugu zangu, ushawishi una nguvu ya ajabu. Na adui anajua tu. Wewe ukijenga ushawishi wako vizuri, ukikaa vizuri, hiyo
kampuni hiyo, hiyo taasisi, hiyo shule, hiyo kazi hiyo, hataonekana mwingine, ni wewe tu. Ni wewe tu. Na ukionekana wewe sio kwa ajili ya umaarufu wako, no, ni Mungu wako ataonekana. Sasa adui anajua. Kwa hiyo anakufanya uone mambo kawaida kawaida tu, ufanye tu mambo kawaida kawaida tu, kujilinganisha tu na kila mtu, ufanye tu vitu kama kila mtu tu. Nakataa hicho kitu katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo ukitoka hapa, toka na hasira. Wanaonielewa waseme amina. Mwambie jirani yako, badilika, 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 badilika mwaka huu katika jina la Bwana. Mungu akupe kibali na neema ya ajabu katika kuoccupy. Utakuwa na ushawishi wa kiroho, utakuwa na ushawishi wa kimwili, utakuwa na ushawishi kwenye huduma, utakuwa na ushawishi kwenye kazi, utakuwa na ushawishi kwenye biashara, utakuwa na ushawishi kwenye soko la ushindani. Kwa nini? Umejitambua. Na Bwana atatukuzwa na jina la Yesu litainuliwa. Semeni amina kwa Yesu. Naomba tutumie dakika 5 kufanya maombi haya. Maombi ni haya. Naomba uyaandike kwa sababu tutaweza kuomba kwa muda ambao tumeuacha. Ombi la kwanza, Mungu ongeza nguvu yangu ya ushawishi. Mungu ongeza nguvu yangu ya ushawishi. Jambo la pili, Bwana, niko tayari kuathiri mazingira yangu kwa utukufu wa jina lako. Bwana, niko tayari kuathiri mazingira yangu kwa utukufu wa jina lako. Jambo la tatu, na mchungaji Elisha alituambia Jumatano. Jambo la tatu, utasema nakataa kufunikwa na vumbi na kuzuiwa uwezo wangu wa kuona. Nakataa kufunikwa na vumbi. Unajua adui huwa anainua vumbi fulani hivi ili tu usionwe na usione fursa zilizo mbele yako. Mwambie adui, kila vumbi inayopanga kuinuka 2026 haitanifunika. Nilikutana na ndugu mmoja, tukasalimiana, akaniambia mbona tujaonana, mimi ndo namuuza, mbona tujaonana siku nyingi? Akaniambia kuna vumbi liliinuka hivi lakini naona kama limeisha. Nikamwambia kama wewe ni mshikaji ambaye vumbi likiinuka haupo na mimi, mimi sidhani hata kama nitatunza ushirika na wewe. Maana kuna watu ambao wanataka uwe na wewe wakati mambo yako yanaenda tu sawa, lakini ukiwa kwenye shida hawakuoni. Huo sio Ukristo. Mwambie mwenzako, huo sio Ukristo. Ukishtuka kuna vumbi limeinuka kwa jirani yako, anza kulikemea katika jina la Yesu Kristo, ili aone na wewe uone sawa sawa. Nakataa kufunikwa na vumbi na kuzuiliwa uwezo wangu wa kuona fursa. Na ombi la 4, pinga kila hila za adui za kukukandamiza. Pinga kila, jamani, hii ni vita. Hii ni vita, watu wa Mungu. Hii ni vita. Nikwambie, ni vita kabisa hata kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu wako mahali wamekaa wanafanya chantation, Wakristo walokole wasifanikiwe, watu fulani hivi ambao hawamjui Mungu ndio wafanikiwe. Tumeshtukia ila zao. Hii ni vita. Mwambie mwenzako, hii ni vita kabisa. Hii ni vita. Napinga kila za adui za kukandamiza. Na ombi la mwisho, tamka, Mungu atatukuzwa kupitia maisha yako. Utaandika kabisa, ninatamka katika jina la Bwana, Mungu atatukuzwa kupitia maisha yangu. Ofisini kwangu, nyie mnaofanya kazi ofisini walokole, mmeshaona wakati mwingine unagombezwa bila sababu. Hujafanya chochote. Akanifuata ndugu mmoja akaniambia, mchungaji, I've done nothing, I've done nothing, but my boss is just against me. Yuko tu kinyume changu hivyo tu. Alafu ndugu alikuwa anahamishwa, anapelekwa sehemu za hatari, na Mungu naye alivyo study, kila sehemu anayokwenda anafanikiwa. Kila sehemu anayoenda anafanikiwa. Kuna watu wanakuchukia bila sababu, wewe usiwachukie. Mwambie Mungu, nifikishe Manase, niachane nao, kwa sababu najua kuna Efraimu inakuja kwa ajili yangu. Tunakubaliana wana Calvary? Kama tunakubaliana, nyosheni mkono namna hii. Kuna wachache ambao hamna shida, tutawaacheni pale
Manase, siku mkishtuka mtakuja Efraimu, na tutawasaidia kwa sababu tumesema mwaka huu hatumwachi mtu. Si ndivyo eh? Mwaka huu hatumwachi mtu. Nataka tumalizie kwa kumshukuru Bwana ya kwamba Mungu anatupa nguvu ya ushawishi popote. 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 Kwa sababu tumeelewa nguvu ya ushawishi katika kuoccupy inahitajika sana. Tuko tayari? Tusimame kwa miguu yetu. Zilikuwa dakika 5 zimeisha, zimebaki 2. Tusimame kwa miguu yetu. Tumwambie Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Haleluya. Natamani mngekuwa mnaona hichi kitu ambacho mimi nakiona katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu kikubwa cha utukufu wa ajabu ambacho Mungu anakitengeneza kwa ajili ya kila aliyemwamini Bwana. Ukiwa umesimama tu hivyo, hebu anza kumshukuru Bwana. Mwambie Bwana, hii nguvu ambayo nimeielewa leo ya ushawishi, nisaidie niiweke kazini. Na kushukuru kwa maarifa. Mwambie Bwana nakushukuru kwa uelewa. Mwambie Bwana nakushukuru kwa uwezo ambao umenipa. Mwambie Bwana nakushukuru kwa ile deposit, lile wekezo ambalo umelifanya ndani ya moyo wangu katika jina la Yesu. Endelea kuomba, usisubiri watu wakuambie fanya kitu fulani, wala usisubiri waimbaji. Wewe endelea katika jina la Bwana. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Neema ya kuoccupy inakuja kwako unapojiachilia kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, uinuliwe Bwana akusaidie. Bwana akupe kuelewa yale yote ambayo yanakupasa. Utafanya vitu vya watu, utafanya vinavyokuhusu. Utawasumbua watu, utatembea katika njia yako. Unajua baba anayejielewa huwa afiki nyumbani na kusema hamjui mimi ndio baba mwenye nyumba. Hamna. Siku akijielewa yeye anafika tu nyumbani kwa sababu anajua hiyo ndio nafasi yake. Rafiki, ukijua nafasi yako hutadai. You will not claim for respect. Hutadai watu wa kuheshimu, hutadai watu sijui wafanye nini, kwa sababu unajua mahali ambapo Bwana amekuweka. Utafanya kama nafasi yako, utawatia moyo wengine, utawatia nguvu wengine, kwa sababu kwa pamoja lazima muweze kuinuka katika neema ya Bwana na kuona kile ambacho Bwana anatuwekea mbele yetu. Nguvu ya ushawishi katika jina la Yesu Kristo. Mshukuru Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante kwa wema na uaminifu wako. Bwana asante kwa uzuri na baraka zako katika maisha yangu. Bwana asante kwa sababu unanipa kufahamu. Hautaki nibaki mahali pa unyonge. Unataka niinuke. Unataka niinuke, na neno linaposemwa kwangu liinuke na mimi katika jina la Yesu. Ndivyo ambavyo Bwana nakuamini pamoja na wana Calvary wenzangu. Bwana, tutajitambua, tutatembea katika kusudi lako, tutafanya yale ambayo Bwana umetuwekea kwa mpango wako mkamilifu, kwa sababu wewe ndiye Mungu unayefanya kazi na sisi. Tunakuamini Bwana. Tunakuamini Bwana, tunakuamini Bwana. Hata kwa yule mnyonge sana ambaye anaona mimi siwezi, anamtazama kama wa Gideon na kuona ya kwamba mimi ni wa nyuma, mimi mbona sina elimu, mimi mbona sina umaarufu, mbona mimi mwili wangu una udhaifu, siwezi. Bwana, tunamtegemeza hata na huyo katika jina la Bwana mchana wa leo. Tunasema Bwana ainuke ndugu yetu, ainuke dada yetu. Akiinuka Bwana, kwa pamoja tutauona ushindi wako wa ajabu. Baba, tunakutukuza. Baba, tunakubariki. Haleluya, haleluya. Ukiwa umefumba macho yako, umeinamisha kichwa chako, inawezekana uko hapa na hujaokoka, hujampa Yesu Kristo maisha yako, au unatazama ujumbe huu online lakini bado hujampa Yesu Kristo maisha yako. Ushindi huu unaanza kumfahamu Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama ni wewe, nyosha tu mkono wako hapo ulipo. Muda haunitoshi kukuita huku mbele, lakini nyosha tu mkono pale ulipo. Na wewe ambao uko kwenye online unatazama, nyosha tu mkono wako pale ulipo. Bwana anauona mkono wako, Bwana anajua hitaji lako, na baada ya ibada hii utawaona viongozi wachungaji watakapotuelekeza. Hebu sisi pamoja na wale ambao wanamkubali Yesu kwa mara ya kwanza tuseme maombi haya. Sema, Mungu Baba, mchana huu wa leo na yatoa maisha yangu kwako. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimechoka maonevu ya adui. Nataka maisha ya ushawishi yanayokupa wewe utukufu. Kwa jina la Yesu ninaachana na kila uovu na dhambi na kila kitu kisichokupendeza wewe.
nachagua kutembea na wewe kuanzia sasa katika jina la Yesu. Oh glory, hallelujah. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ndugu na dada ambao wamefanya sala hii kwa mara ya kwanza. Wajalie Bwana kutembea katika ukiri walioufanya, na yale ambayo tumeyaamini pamoja yafanye kazi pia kwako, kwa sababu safari yako na wao imeanza sasa. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na Calvary Temple tuseme amen. Nisaidie kumshangilia Bwana sana. Kama unajua Bwana anastahili kushangiliwa, hebu mshangilie sana. Sasa wazungukie watu wawili, watatu, wanne, watano, wape high five, waambie occupy, na wao watakwambia take over. Occupy, occupy mwanangu, occupy. Hallelujah, hallelujah. Washindi wapige kelele waseme hallelujah. Mabingwa wapige kelele waseme hallelujah. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Mimi nitasema occupy, wewe utasema kwa nguvu take over. Tuseme wote occupy.